Kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu minene, aliishi kijana mdogo aitwaye Juma. Siku moja alikutana na bibi mzee aliyemsaidia kubeba kuni msituni. Bibi huyo mwenye hekima isiyo na kifani alimpa zawadi ya kipekee, kitabu cha maajabu chenye hekima na nguvu za kushangaza. Juma, kitabu hiki ni cha pekee. Ukisoma kwa moyo thabiti na uvumilivu, utaweza kufikia ukurasa wa maajabu, na hapo utaweza kuomba chochote unachotaka. Lakini kumbuka, maajabu hayawezi kuja kwa urahisi. Nikachukua kitabu hicho mikononi mwangu, moyo wangu ulijaa furaha. Nilianza kusoma kwa hamu kubwa, nikijua maisha yangu yatabadilika. Kurasa za hekima zilianza kufungua macho yangu, na ndoto zangu zikaonekana kuwa za kweli. Juma alijaribu kusoma, lakini mara zote alikasirika na kuchoka. Lakini baada ya kusoma kwa siku nyingi, nilianza kuhisi uchovu. Uvivu ulianza kunikamata na mawazo ya kuacha yakawa makubwa zaidi kila siku. Nilijisemea, haya ni machache tu, lakini ni magumu mno. Nilidhani kwamba maisha yamekuwa mazito mno. Hatimaye, kwa uchovu na kutoona maana, Juma alichukua kitabu na kukitupa msituni. Alidhani hatofaidika nacho, bila kujua kuwa kitabu kilikuwa ufunguo wa maisha yake. Kitabu kilirudi kwangu, kikiwa na huzuni ya kijana aliyeachwa na uvivu wake. Juma hajajua thamani ya uvumilivu. Lakini bado kuna wengine wanaweza kufanikisha ndoto zao kwa moyo wa subira na bidii. Kijana mwingine mwenye bidii na moyo safi alipata kitabu hicho. Alikikubali kwa shukrani na kuanza safari yake ya kujifunza, akijua kwamba hekima inahitaji moyo na jitihada. Siku moja, kitabu kilielea kikiwa kimejaa mwanga wa dhahabu. Kijana wa bidii alisimama pembeni akiangalia kwa mshangao, macho yake yakiwa wazi kwa maajabu aliyoyaona. Kitabu kikiwa hewani, sauti ya ajabu ikatoka ndani yake, kijana, unaweza kuomba chochote unachotaka, lakini lazima kiwe kizuri kwa maisha yako na jamii yako. Kijana alifunga macho, akibeba mkono wake karibu na kitabu na kuomba kwa moyo wake wote, nataka hekima, ujuzi na rasilimali ili niweze kusaidia familia yangu na kijiji changu. Mwanga wa dhahabu ulizunguka taratibu, ukimzunguka na kumtaka kuamini. Kila kona ya kijiji ilipata baraka. Kijana wa bidii alitabasamu, akiangalia matokeo ya ombi lake, akijua kwamba hekima na jitihada zimeleta baraka. Juma alijifunza kuwa mafanikio siyo bahati, bali ni uvumilivu, subira na bidii. Fursa zinawendea wale wanaojitahidi, si wale wanaotafuta njia rahisi. Kwa moyo thabiti, ndoto zote zinaweza kuwa kweli. Jiunge na maajabu ya hadithi, bofya subscribe na usisahau kushirikisha hadithi hii na marafiki zako.